maisha. Kaa ukijua kwamba leo kwake, kesho kwako wewe. Ameniambia mambo yako yote ambayo umemfanyia. Alafu mimi sijakuzoea hivi. Na wala wewe sio mwanamke wa tabia kama hizo. Kwa kupitia dada Bonge, umenishangaza. Yaani kwa nini unamfanyia mwenzio visa vya ajabu wakati huyu ni mgonjwa? Mtu anakuomba maji ya kunawa, unamwambia akojoe mkojo wake. Si mgonjwa huyu Lea? Haya, anaweza kukojoa mkojo wake. Kwa mfano ndo ungekuwa ndo wewe, huo mkojo unaweza ukanawa? Anakuuliza kistaarabu, mboga hizi kaleta Mayele, unamwambia wewe ulitaka alete nani? Hii maana yake nini? Kwa nini unakuwa na roho mbaya wewe binti? Sasa kwa staili hii kweli jamani, ninasema mimi nimeenda kazini, nimemwacha mtu anakaa na dada yangu au na ndugu yangu, jirani yangu, mpangaji wangu. Wewe unamfanyia mambo kama hayo? Wewe ni ubinadamu wa vipi? Kuna roho mbaya. Nyinyi wanawake wa mjini mna shida gani? Yaani umemfanya kama mke mwenzio sasa. Wakati dada yangu mimi huyu mgonjwa na unamuona. Kama ni kweli hayo aliyoyazungumza, basi kaa ukijua umenikosea sana. Na hayo sio maisha Lea. Tafadhali nakuomba ubadilike. Binadamu hatuishi hivyo. Binadamu hatuishi hivyo. Hujazaa bado wewe. Sijapenda kabisa. Ama kweli. Tenda wema uende zako. Yaani Mayele. Kwa hiyo hayo yote ulioambiwa unahisi mimi naweza kufanya kitu kama hiko? Na kama nilikuwa sitaki kukutendea ili nalotenda, si ningekwambia kwamba sitaki, yani sitaki kwenda kukufanyia hicho kitu unachokitaka wewe nikafanye. Si ningekwambia kwamba sitaki kwenda kumhudumia dada yako, kuliko nije hapa nianze kumfanyia mimi vitu kama unavyosema wewe. Hivi kweli inakuingia akilini? Mmenichoka Mayele, umenichoka. Wewe na huyo dada yako mmenichoka. Sasa sikiliza baba. Sawa? Nilikuja mimi mwenyewe hapa. Mimi mwenyewe nikakukubalia wewe kukusaidia. Yaani bila malipo Mayele, nikakubali. Lakini wema wangu mimi unanigeukia. Mayele unanikosea. Sawa? Tena unanikosea pakubwa sana. Hivi maneno unaotamka wewe, unaona yani hebu naomba unisikize Lea. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kujenga.